kuna mtu anaweza taka kuongezea kitu, fursa hii ni vizuri uweze kukaribia ili ukaweze kutoa maoni. Natoa fursa hii, kama kuna mtu anataka kuongea, karibu aweze kuongea. Fire si fire. Fire si fire. Kwa majina ni Clinton Kimanzi, mimi ni kijana katika kaunti hii ya Lamu ambayo anapigania mambo ya governance, good governance. Siku ya leo tuko hapa ili kujumuika na wananchi wenzetu kutoa hisia na mawazo yetu kuhusu mambo ambayo katiba yetu imetugarantii. Jambo la kwanza ni kwamba katiba imetoa haki ya kutoa maoni yako. Yule kiongozi ambaye tuliwachagua hawana ile kwa kimombo ambayo tunaita monopoly of knowledge. Wewe mwenyewe unaweza kuja na wazo nzuri kuhusu maendeleo ama kuhusu jambo lolote na ukasikizwa, kwa sababu ni haki yako ambayo imehakikishwa kwa katiba yetu ambayo tulipitisha mwaka wa 2010. Kwa hivyo niko hapa sababu tunatakia hii county mambo mema na tunataka uongozi mzuri. Jambo la kwanza, tukiongelea mambo ya public participation, imekuwa ikifanywa kwa njia ambayo haieleweki vizuri. Jambo la kwanza, ile kutangaza kwamba kuna public participation inafanywa wakati ambao imechelewa sana. Watu wanaamkia asubuhi wanapata kulikuwa na public participation inafanywa saa 1 mpaka saa 6, na katika pale public participation watu kidogo tu ndio ambao wanaruhusiwa kuongea pale, lakini wananchi wa Lamu ni wengi, na kwa hivyo wanafaa wapewe muda zaidi waweze kutoa mawazo yao bila haraka yote, sababu ni mambo ambayo inawahusu na inahusu ushuru wao, inahusu maisha yao, inahusu watoto wao, inahusu mashamba yao, inahusu kila kitu kuhusu maisha yao. Kwa hivyo tungependelea kuongea kwamba ile public participation ikiwa inatolewa muda mwafaka ambao itawapatia watu wakati wa kukaa chini kujadiliana na kuandika zile mambo ambazo wanataka, kama ni mfano ziweko katika budget making process, ama waweze ile kwa kimombo tunasema kuperuse zile documents za county government, national government, waone vile revenue ambao county na national government imekuwa ikiokota vile ambavyo inatumika. Hiyo ni mawazo yangu ya kwanza. Tukienda kwa hoja ya pili, nasema kuna public awareness. Public awareness ni kwamba sisi wote huwa tunatoa maoni, lakini tunatoa maoni mahali ambao hatuwezi kusikizwa. Ndio maana platform hii tulicreate, ndio kwamba tukuje pamoja na tukitoa maoni isikuwe ni maoni yako peke yako, inakuwa pia kuna watu ambao kwa nyuma yako na ambao tunahakikisha hiyo maoni yako imetekelezwa. Ukienda kwa mahoteli watu wataongea siasa, hata hapo uwanjani watu wamejikusanya wanaongea, lakini ile sauti yao inadidimia hapo hapo sababu hakuna umoja. Ndiposa hii bunge la wananchi tulikuja pamoja. Kwa sasa hivi ni vijana ambao ndio wanahusika sana, ile tunawalika wamama, wazee, hata watoto pia wako na maoni na ambao maoni yao inakubalika. Kwa hivyo kila mtu namkaribisha mahali hapa ajisikie huru na aweze kutoa maoni yake. Sababu umekuwa ukitoa maoni yako, umekuwa ukilalamika, ile unalalamika huko kando na huwezi kusikizwa. Lakini ukikuja hapa utapatana na wenzao ambao wakisikiza maoni yako na ikweli maoni ambao iko na maono ndani yake, wataweza kusukuma hiyo, na kitu ambacho umetoa na kinaweza kufaidi jamii kinakuwa ni kizuri sababu kinatufaidi sisi wote. Nikipeana mfano mwingine, hii uwanja Tiger zamani kidogo ilikuwa imewekwa huwa ni ile ambayo tunaita kwa kimombo fence. Ilikuwa inakaa vizuri kidogo, kulikuwa na upande ule kulikuwa na choo zinafanya kazi. Sasa ukienda kule mambo yameharibika. Uwanja kila mahali inakaa neti, watu wanaingilia kila mahali wakitaka. Maoni kama hiyo huwezi kuitolea kule kando, ila ukikuja mahali pamoja na utoe maoni kama hilo unaweza kusikizwa. Unaweza kusema ni nini ambao iliharibika. Kwa nini vijana hawakuhusishwa kurun hii uwanja, kumanage hizo resources? Kwa nini county ilijenga na ikaondoka bila kuachia vijana ambao wako ground kumanage hii facility? Hiyo ni utumizi mbaya wa resources, na ndiposa maoni yetu ni kwamba watu wote wanafaa kuja pamoja, utoe maoni yako, utakuwa
Maoni yako ni ya huru, hakuna mtu ambao anakulazimisha utoe maoni hivi fulani uwe vile. Ni wewe mwenyewe ili umejipanga na maoni yako ambao uko nayo ya kuendeleza hii jamii, sababu sisi ndio tutatengeneza au kuharibu hii jamii. Hakuna mtu mwingine atatoka mahali pengine akuja tusaidie sisi watu wa Mpeketoni. Sisi ndio tunaishi hapa Mpeketoni. Tukifanya kitu ambacho inatufaidi sisi wenyewe. Tukifanya kitu ambacho haitufaidi, sisi wenyewe ndio tunaathirika na kuumia. Kwa hivyo ukisikia hii sauti, sisi si wazimu tumesimama hapa. Tunajitambua, tunatambua sheria, tunatambua katiba, tunajua haki zetu, na tumeona umuhimu wa sauti kama hii kukuja mahali pamoja kutoa mawazo yetu. Kwa hivyo usione aibu, karibia hapa na uweze kutoa mawazo yako, na tunahakika kuwa utaenda kurembesha au kufanya hii jamii kuwa bora zaidi. Kwa leo ni hayo sasa, na nataka kuwashukuru nyinyi wote kwa kunisikiza. Asanteni.